Naitwa mchungaji Irene, tunaendeleza injili ya Kristo. Wakorintho wa kwanza 1:18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu. Kwa makuwa imeandikwa, nitaharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Neno la msalaba wa Kristo wao wanaopotea ni wale watu ambao wanaelewa ni Kristo, wale ambao wamenaswa na mafundisho manyonge. Kwao injili ya Kristo ni upuzi. Lakini kwa wale ambao wameokolewa, ambao wanajua imani, neno la Mungu kwao. Inaendelea kusema imeandikwa, inaendelea kusema nitaiharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Na Matendo ya Mitume 8:5-6. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akahubiri Kristo, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yake aliyosema na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa Filipo aliteremka Samaria kwenda kuhubiri neno la Kristo wakati Samaria ilikuwa imechafuka. Na alipowahubiria watu kwa nia moja, walilipokea ile neno, wakapona, wakaokoka na wakaamini injili ya Kristo. 18-19 inasema nini? Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Huyu mtumishi wa Mungu Filipo alikutana na mtu ambaye anaitwa Simon mchawi, na alishindana naye licha alimhubiria akaokoka. Lakini alizidi kushindana nao. Alishindana nao mpaka akasema anataka anunue nguvu za Mungu kwa fedha. Ndiposa kwa ground saa hii watumishi wa Mungu wengi wanafanyia neno la Mungu biashara, wakitafuta kununua nguvu za kuzimu ili kuwateka nyara watu. Na hayo maneno tukue macho, sababu roho ya Mungu imo ndani mwetu, tuwe waangalifu. Na Matendo ya Mitume 13:8. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule Lawali moyo wa kule kuteta na hawa watu wenye akili ambao zimekataliwa. Watumishi wa Mungu pia wamekutana na mtu mwingine wa nguvu za giza ambaye anaitwa Bar-Yesu. Wameshindana naye. 10 inasema nini? Akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, uiache kuzipoteza njia za Bwana. Paulo alishindana na Bar-Yesu na akampofisha macho kwa sababu alishindana na nguvu